Thanks bro. Nilikuwa najenga hoja kwamba hatuna sababu ya ku ya kujadili propaganda mbichi na za kizamani ambazo mtu wa level ya waziri mkuu, of course hata sisi hatuna waziri mkuu, hatuna serikali, kabisa. lakini angalau ungetegemea decency, yani decency ya watu mtu kama mtu kukubali kwamba kama taifa tuna crisis, we have a crisis, we have a problem. Tuna watu wamesababisha hili tatizo. CCM wamesababisha tatizo, Samia Suluhu na genge lake wamesababisha hili tatizo. At least kwa sababu nani anaweza kufuta historia ambayo imeandikwa tangu tarehe 29? Hayupo. Yani angalau sasa hivi Tanzania, angalau sasa hivi kila mtu anamfahamu mtu ambaye amefiwa. Kila mtu anamfahamu mtu ambaye anamfahamu mtu ambaye amefiwa. Yani tumediscuss misiba, tumelia, tumehuzunika, tumeshirikiana na familia, tumeshirikiana na watu, wakati mwingine tumejibu request ambazo hata sio capacity yetu. Mtu anakutumia messages, simuoni kaka yangu tangu niende hospitali, wakaniambia yupo. Simuoni ndugu yangu, nimeambiwa ni saini kwamba huyu mtu amekufa na HIV ili wanipe mwili. Sasa haya mazungumzo hayawezi kufutwa kwa watu kuleta propaganda za kipumbavu. Na Mwigulu, mimi niliandika Twitter kwamba mtu kama Gilson Msigwa ni mtu mjinga tu. Umeona? Yani ni mtu mjinga ambaye katika population ya watu milioni 70 hawezi kuimagine yeye kuwa msemaji wetu hata kidogo. Yani hawezi kusogea kuwa msemaji wetu. Mtu kama Mwigulu Nchemba tunashangaa, yani hawezi kuwa ni mtu ambaye ndo waziri mkuu wa Tanzania milioni 70. Kwanza ni mshenzi tu. Ni mtu ambaye anatufokea. Yani kila hotuba anatafuta namna ya kutufokea wa Tanzania. Lakini pia ukiangalia substance katika mazungumzo yake unaona kwamba ni mtu ambaye ni waajabu tu. Hauwezi leo ukaamka ukasema unafungulia kanisa na unasema kwamba sijui Gwajima asisumbuliwe bla 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 bla. Sasa kwani nani alikuwa anamsumbua Gwajima? Mimi nimeshangaa sana. Yani mimi ile kauli ya nani mimi nimeishangaa sana. Kuja kusema kwamba eti hapo na rais akaja akazungumza Mama Samia eti kwamba eti watu wanashangaa kwa nini baba yao hayupo. Polisi eti wasitishe kumtafuta nani. Hivi ni upumbavu gani huu? Yule angeweza kuwa mtu yeyote huko mahali kwingine. Angeweza tu kuwa hata mcheza zile ngoma za Waswahili zile wanazocheza pwani huko. Angeweza kufanya vizuri katika eneo hilo, lakini sio mtu ambaye anaweza kupata ridhaa yetu kutuongoza, kwa sababu kusema ukweli hatukuwa na uchaguzi, hatujawahi kumchagua, na yeye ilikuwa ni ajali kuwa mgombea mwenza, lakini vile vile ni ajali kujiita rais wa watu. Haiwezekani. Kwa mimi Nuru naungana na Watanzania wote, na licha ya kwamba bado tuko msibani, kwa sababu mimi kila siku nasisitiza kwamba tusianue matanga hadi tupate mwafaka, hadi tupate haki. Kama tungekuwa tunaweza, tungekataa kuzika. Miili si ni ya ndugu zetu, mwili wa ndugu yangu hawezi kunuka. Tungekataa kuzika hadi tupate mwafaka. Kila aliyekufa ripoti yake iandikwe, kwa sababu kama mtu amepigwa risasi, unaenda kuchukua mwili, unaambiwa kwamba useme alikufa kwa TB. Ina maana huyu mtu unamuua mara ya pili. Umeona? Tuliwaambia Cloud Media mfanyakazi wao amefariki, amepigwa risasi, amekufa. Wameshindwa hata ku acknowledge kilichomuua. Sisi tukaambia kwamba guys, what you're doing, huyu bana mnamuua mara ya pili, mnamzika bila heshima yoyote. You'd rather not mention his name kuliko kumzika indecently. Umeona? Kwa hiyo all said and done, mimi mwito wangu ni kwamba sisi ndo wa Tanzania. Tanzania ni biashara yetu, Tanzania ni urithi wetu, Tanzania ni mali yetu.
hatuwezi tukasarenda kwa kikundi cha watu wachache, tena watu ambao tunawamudu. Kwani Mwigulu akiwa hana silaha za polisi atunifanya nini? Hawezi chochote yule, hata mimi mwenyewe namweza. Yes, Mwigulu, sijui Abduli, sijui nani, jeuri yao yote yuko katika mapolisi, katika silaha za polisi. Na hawa polisi, ukiachana na kwamba tutawatenga, hawa polisi tunaishi nao, wanajeshi tunaishi nao, tumekwenda nao shule wengine, tunafanya nao biashara. Kwa hiyo mimi sentiment yangu ni kwamba we are not retreating hadi pale tutakapopata taifa letu, hadi pale tutakapoliondoa taifa mikononi mwa wapumbavu wachache ambao wao hata hawajaenda shule yoyote. They are not clever, ni watu wajinga tu. So we are not retreating kwa sababu tunahitaji kesho bora ya taifa letu na watoto wetu na vizazi vyetu. So thanks for having me kaka. Wewe endelea na mjadala. Mimi nilikuwa nasikiliza, nimepop in na happy umenipa dakika moja kuzungumza. Bwana nashukuru sana bro. Yani it was nice meeting you here. Thank you so much. Yeah, it's a pleasure. Thank you.